Watu wengi wamekuwa wakiuliza njia sahihi za kutengeneza unga wa karafuu wakiwa nyumbani ili kuwa salama juu ya matumizi mbalimbali ya kiafya. Sasa, kwa kuwa lengo letu ni kuwasaidia watu kuelewa namna bora ya kutumia mimea tiba, leo tutakufundisha njia bora 3 za kuandaa unga wa karafuu. Njia 3 za kuhifadhi unga wa karafuu. Baada ya kujua somo hili, utaweza kutengeneza unga bora wa karafuu. Niazime sikio lako kwa dakika chache upate faida hii adimu ambayo huwezi kusikia sehemu nyingine kwa undani huu. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Hatua ya kwanza: uchaguzi wa karafuu bora kabisa, ubora wa malighafi. Katika hatua hii, unapaswa kuelewa kuwa ubora wa unga unaotengeneza unaanza moja kwa moja na ubora wa karafuu unazochagua. Karafuu bora huwa na rangi ya kahawia iliyokolea inayokaribia nyeusi kidogo, pamoja na harufu kali inayoweza kuhisiwa hata kabla hujazikandamiza. Karafuu hizi huwa na kiwango kikubwa cha mafuta tete yanayobeba kiambato muhimu kinachoitwa eugenol. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za sayansi ya mimea tiba na kemia ya vyakula, zimeonyesha kuwa eugenol ndiyo kiini kikuu kinachohusika na sifa za karafuu, kama vile kusaidia kupunguza bakteria na kusaidia mifumo ya mwili kufanya kazi vizuri. Karafuu ambazo zimekaa muda mrefu au zimehifadhiwa vibaya hupoteza sehemu kubwa ya mafuta haya muhimu kutokana na mchakato wa uvukizaji na oxidation. Kibiolojia, hii ina maana kuwa unapochagua karafuu dhaifu, unakuwa tayari umepunguza uwezo wa mwisho wa unga wako hata kabla ya kuanza kuutengeneza. Njia rahisi ya kuthibitisha ubora ni kuchukua karafuu moja na kuibonyeza kwa kucha au vidole vyako. Ikiwa inatoa mafuta kidogo au harufu kali zaidi, basi hiyo ni ishara kuwa bado ina viambato hai vingi. Hatua ya pili: usafishaji na uandaaji wa awali, kupunguza hatari ya uchafuzi. Baada ya kupata karafuu zako, hakikisha unazipitia moja baada ya nyingine kuondoa uchafu wowote kama vile vumbi au mabaki yasiyohitajika. Unaweza kutumia kitambaa kikavu au upepo wa kawaida kuzisafisha badala ya maji ili kuepuka kuongeza unyevu. Kisababishi kikuu cha tahadhari hii kinatokana na tafiti za usalama wa chakula zinazoonyesha kuwa unyevu huunda mazingira mazuri kwa ukuaji wa vijidudu kama fangasi. Fangasi hawa wanaweza kuzalisha sumu zinazoitwa mycotoxins ambazo zinaweza kuathiri afya ya binadamu kwa muda mrefu. Kwa mtazamo wa kibiolojia, unyevu unapoongezeka ndani ya malighafi huanzisha michakato ya kimetaboliki ya vijidudu ambavyo hutumia virutubisho vilivyopo ndani ya karafuu na hivyo kupunguza ubora wake. Hatua ya 3: kukausha kwa udhibiti sahihi wa mazingira, kuondoa unyevu kwa usalama. Hii ni hatua nyeti sana inayohitaji uangalifu mkubwa. Karafuu zinapaswa kukaushwa kwenye mazingira yenye hewa ya kutosha, lakini yasiyo na joto kali moja kwa moja. Epuka kukausha chini ya jua kali kwa sababu mionzi ya jua inaweza kuharibu muundo wa kemikali za mafuta tete. Tafiti za kemia ya chakula zinaonyesha kuwa mionzi ya jua, hasa ultraviolet, inaweza kuvunja muundo wa eugenol na viambato vingine vinavyohusika na harufu na manufaa ya kiafya. Kukausha kwenye kivuli kunasaidia kuhifadhi uadilifu wa molekuli hizi. Kibiolojia, kukausha kunapunguza kiwango cha maji ndani ya karafuu na hivyo kuzuia ukuaji wa vijidudu. Hii pia husaidia kuongeza muda wa kuhifadhi bila kuharibika. Hatua ya 4: usagaji kwa uangalifu mkubwa, kulinda kemikali hai. Wakati wa kusaga, ni muhimu sana kutumia kifaa kisichozalisha joto kali. Mashine nyingi za kisasa zinaweza kuzalisha joto kutokana na msuguano wakati wa kusaga. Ili kuepuka hili,
Unaweza kusaga kwa vipindi vifupi au kutumia kinu cha kawaida kinachodhibiti joto vizuri. Kisayansi, joto lina athari kubwa kwa mafuta tete yaliyopo ndani ya karafuu. Tafiti zinaonyesha kuwa eugenol hupungua haraka inapokutana na joto la juu kwa muda mrefu. Hii ni kwa sababu joto husababisha molekuli hizi kuvunjika au kuvukiza. Kwa mtazamo wa kibiolojia, unapopoteza eugenol, unapunguza uwezo wa unga kusaidia mwili katika kupambana na vijidudu, na pia unapunguza harufu na ladha yake. Hatua ya 5: kuchuja na kupata unga wenye ubora wa juu. Kuongeza ufanisi wa matumizi. Baada ya kusaga, utapata mchanganyiko wa chembe kubwa na ndogo. Ni muhimu kuchuja ili kupata unga laini unaofanana. Chembe ndogo huwa na uwezo mkubwa wa kufyonzwa ndani ya mwili au kuchanganyika vizuri kwenye vyakula. Kisayansi, hii inahusiana na dhana ya eneo la uso, ambapo chembe ndogo zina eneo kubwa zaidi la uso ukilinganisha na ukubwa wake. Hii huongeza mwingiliano kati ya unga na mazingira yake, iwe ni kwenye chakula au ndani ya mwili. Hatua ya 6: kupumzisha unga kabla ya kufunga. Utulivu wa kemikali. Baada ya kusaga na kuchuja, acha unga upumzike kwa muda mfupi kwenye chombo kisafi kisichofunikwa kabisa, lakini kisicho na unyevu mwingi. Sababu ya hatua hii ni kuruhusu joto lolote lililozalishwa wakati wa kusaga kupungua. Ikiwa utafungia unga ukiwa bado na joto hata kidogo, unaweza kuharakisha mchakato wa oxidation. Kisayansi, oxidation ni mchakato unaoharibu kemikali hai kwa kushirikiana na hewa. Kupunguza joto hupunguza kasi ya mchakato huu. Hatua ya 7: kufunga kwa usahihi. Kuhifadhi ubora wa mwisho. Tumia chombo kisichopenya hewa kama chupa ya kioo yenye kifuniko kinachofunga vizuri. Epuka kutumia mifuko ya kawaida isiyozuia hewa kwa muda mrefu. Kibiolojia na kisayansi, hatua hii inalinda unga dhidi ya hewa, mwanga na unyevu ambavyo vyote vinaweza kuharibu viambato hai. Tafiti zinaonyesha kuwa uhifadhi sahihi unaweza kusaidia unga kudumisha ubora wake kwa muda mrefu zaidi bila kupoteza nguvu yake ya asili. Naturemed Supplies tunasisitiza kuwa matumizi ya unga wa karafuu yanapaswa kufanyika kwa uangalifu na kwa kiwango sahihi ili kulinda afya ya mtumiaji. Tafiti zinaonyesha kuwa kiambato kikuu kinachoitwa eugenol kina uwezo wa kusaidia kupambana na bakteria, kupunguza uchochezi na kutoa ulinzi wa antioxidant mwilini, lakini pia kinaweza kuwa na athari zisizofaa endapo kitatumika kupita kiasi, hasa kwa sababu katika viwango vikubwa kinaweza kuathiri ini. Hivyo, tunashauri kutumia unga wa karafuu kama sehemu ya lishe ya kawaida kwa kiasi kidogo kilichopimwa kitaalamu, kuhifadhi kwa sahihi ili kulinda ubora wake, na kwa matumizi maalumu ya kiafya ni vema kushauriana na mtaalamu wa afya. Lengo letu ni kuhakikisha kila bidhaa inatumika kwa usalama, ufanisi na kwa kuzingatia ushahidi wa kisayansi ili kulinda afya ya kila mtu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.